Oh yeah. Here we go. Leo hii nakuletea dubwana hili hapa linaitwa Crazy Racer. Yaani watu ambao ni vichaka katika kuendesha vyombo vya moto. Kampiata na Nyongolimo ili hao hapa ni marafiki na sio wanafiki. Filamu yetu itamwangazia zaidi Kampiata. Maana ndo styling katika ili hapa dubwana letu. Kampiata sio mtu wa kawaida hata kidogo. Ana uwezo wa ajabu sana wa kuendesha pikipiki. Tena kwa namna ambayo inakiuka sheria zote za kifizikia na kiakili. Kifupi Kampiata ni chiza kukimbiza mapikipiki. Yaani tangia dunia iumba ije kutokea mtu kama yeye. Leo ikiwa ni siku ya mashindano kukimbiza pikipiki, wale wababe wote wanashindanishwa ili kupatikana mbabe mmoja ambaye ni mnoma kuliko wengine katika kukimbiza mapikipiki. Lakini kwa bahati mbaya Kampiata na rafiki yake wapo katika yapo mashindano. Na hii ni kwa sababu hujakidhi vigezo vya kuweza kuingia katika yapo mashindano. Hawana helmeti, gloves, viatu wala zile pale ngoma maalum kwa ajili ya kuendesha pikipiki. Pikipiki yenyewe aliyonayo imekongoloka, ni mkangafu, mkweche, imechoka mbaya mbovu. Yaani ukitazama hivi unaweza kusema labda wage inatumika kubebea madumu ya Ulanzi, lakini inakulupuka ni balaa. Yaani mpaka raha inakimbia kama inapaa. Kampiata na Nyongolimo wakajipakia kwenye pikipiki lao na kuanza kuwakimbiza wale pale ambao wameingia katika mashindano ili kuweza kwa challenge. Wanachotaka ni kuonesha kwamba wao ni bora hata kama hawajachaguliwa kuweza kuingia katika yapo mashindano na kukimbiza pikipiki. Pikipiki kavutwa spidi mpaka mwisho. Wewe, hata cheo wenyewe kiwaga na ungo waga wakimbia spidi kama hii. Hii inaitwa spidi nduki, mwendo mkuki. Haina lawama wala chuki. Kuna huyo hapa jamaa akiwa zake barabarani na baskeli, akapulizwa na upepo na kupepesukia huko mtaloni chini. Kampiata kikametega pikipiki waga hataki utani. Anakula na wewe moja sahani. Kwenye hii tasnia kukimbiza pikipiki hakuna wa kumsumbua. Upepo kampuliza huyu mrembo mpaka kikaonekana kitumbua. Nilivyotazama tu nikaona kiapa ni chenyewe nimekitambua. Utamu ule, mambo waziwazi inaga gozgoz. Alafu mrembo hajavaa cheupe, siju katoka kupigwa miti. Hakika hii katuni imenibamba, tuendelee kuitazama mpaka mwisho sambamba. Kampiata na Nyongolimo imekatisha sokoni, biashara za watu zinapigwa na upepo, zinaanguka. Na nyingine zinapasuka, zinaminyika, zinakuwa zina kazi tena kama takataka. Damaski inafanya biashara ya watu wanapata hasara. Kampiata anakimbiza pikipiki spidi yote ili kuwakuta wale ambao wanajifanya wanajua sana kukimbiza pikipiki. Anataka kuonesha wao si kitu, si chochote. Tayari ameshawakuta na kuwapita. Wale mabwana wajiamini kwa maisha yao wamepita kama vile walikuwa wamesimama yani. Hii ni maajabu. Na wakati wao waliondoka nusu saa kabla ya Kampiata na Nyongolimo hawajaondoka. Lakini wamekutwa na kupitwa. Dako dadeki kuna majito na kimbiza pikipiki. Mara teli moja kuna pikipiki kuna Kampiata likachomoka. Sijui atanusurika au atadondoka, mimi sijui, lakini ajali haiyoi. Na mashindano sio wadoi, ni ubedoi. Lakini wao ndo kwanza wana tofu wanalifukuzia tairi waweze kulipachika, kulichomeka. Kila ambapo tairi inaenda huko wanaifuata, hata kama ikienda juu kunipasa nyumba za watu. Wapo nalo koliko liwantaka walitulize kama boli. Hapa ni kazi, mbio inaga story. Wakalikuta tairi lakini wakaamua tu kuachana nalo. Wanataka kuonesha uwezo wao kwamba wenyewe wanaweza kutembea na pikipiki hata kama ina tairi moja. Sio lazima pikipiki iwe na matairi yote mawili, hata moja tu mbona linaendesheka. Na wana asilimia 100 za kushinda ili hapa shindano. Japokuwa wapo kwenye shindano na wala watambuliki. Lakini wao kama wao wanajitambua kwamba ni washindi, hata kama watu wengine wasipowatambua kwamba ni washindi. Wapo spidi kali, wanataka kupunguza mwendo lakini pikipiki ina breki. Kampiata si akawa anatumia miguu kufunga breki na kuambia walipata bonge la ajali. Pikipiki ikakita chini, wakarushwa juu na kuja kuongea kwenye makimba ya ng'ombe. Sura zimechafuka, zimetapakaa kinyesi kitupu, na safari yao imekomea hapa. Hawana tena uwezo wa kufika kwenye ile pale finish na kuwa namba 1. Na ilikuwa imebaki kidogo tu wafike mwisho. Ile kauli ya mbio za sakafuni uishao kingoni leo imepata maana. Wamekimbia wao spidi kubwa, wamepita watu wote, lakini mwisho wa siku tamati yao imefikia hapa. Huku upande wa pili lile pale teli lao ambalo lilikuwa limechomoka limefika finish kabisa. Na limewakilisha vyema kabisa kuwa washindi wa kwanza. Leo ikiwa ni siku nyingine tena, Kampiata na Nyongolimo wanataka kuingia barabarani kwa ajili ya kuwa challenge watu ambao wanataka kuingia kushindana kukimbiza pikipiki. Na ikumbuke Kampiata na Nyongolimo wapo kabisa katika yapo mashindano. Lakini ndio hivyo wanaingia kimagendo na kushindana na washiriki. Wakati huo hata washindanaji wenyewe hawajui kama Kampiata na Nyongolimo wapo katika yapo mashindano. Safari ndio hiyo inaanza.
Washiriki walishatangulia kitambo, lakini akina Kampiata wana uhakika kuwakuta na kuwapita. Hawana hofu hata kidogo, wametulia tuli. Ni warefu sio wafupi kama vistuli. Hawana hofu, wamechili. Mambo gudi, mambo ishwari. Mashindano ya leo ni magumu, si mepesi hata kidogo. Maana washiriki wa leo sio watu wa kawaida, ni magangster. Wana roho mbaya kama baba ubaya, alafu wananyonga kaya. Ni wazee wa kazi, wana sura ngumu kama ugogo wa Nsajigwa, na ukizingua tu unapigwa. Na wanajijua kabisa huo ni mfano mbaya, si wa kuigwa. Kwanza pikipiki zao ni za kivita, zimekaa kishari, zimefungwa makombola. Kwa hiyo ukizingua tunakuambia unafumuliwa ukiwa mbali. Kampiata na Nyongolimo wakiufagamia wapa moto, watakufa mchana kweupe na wachao wakiwa na shuhudia. Kampiata bila kujua hizi hapa njemba ni hatari, akakanyagia spidi mpaka mwisho na kuzipita hizi hapa njemba fyu, na wakuishia hapo tu akaanza kuwakejeli. Wanasema hebu tulizeni misambwa nda, mtupishe sisi makamanda. Njemba zikakasirika na kuanza kuwarushia kina Kampiata mafataki. Kampiata alivyoona hapo wanaweza kufa, akaongeza spidi kama vile mzimu ambao umekosokoso kuingia jehanamu. Kuna kauli moja hivi ameshakuisemaga Rais Museveni Uganda. Alisema mtoto anaweza kuyachezea maziwa mama yake atakavyo, lakini kama hawezi kuruhusiwa kuyachezea makende ya babake. Sasa hiki walichokifanya kuna Kampiata ni kama vile kuchezea makende ya mshua. Yalitumwa makombola kibao, lakini hakuna hata kombola moja ambalo liliwapata kuna Kampiata. Ni mwendo wa kuyakwepa tu, alafu wanacheka wenyewe, hawana hata hofu. Kuna watu akili zao zimeganda mithili ya mafuta bibikea, haogopi hata kufa eti. Likatumwa kombola moja hivi likaanza kuwafukuzia kila ambapo wanaenda. Wako nalo kuliko libampa tu bampa, wao kwa mbele lenye lipo nyuma. Ikabidi Kampiata ongeza spidi mpaka mwisho. Haya hadi ule mshale ambao unaonyesha spidi ukavunjika. Ikitokea kombola hili hapo limewakuta wote wawili wanaaga mashindano. Linampiga Nyongolima mgongoni, alafu linaenda kutokea kwa Kampiata. Wasifu na bahati taila mbele likachomoka, likafuata na la nyuma likachomoka pia. Wanajaribu kusimamisha pikipiki kwa kuburuza miguu, ila wapi, pikipiki itaki kusimama, maana ipo kuna spidi kali, ni hatari. Kwa spidi pikipiki haiwezi kusimama hata mara moja. Wao wanafanya mchezo nini? Kombola likawakuta, likawagonga, likawapaisha juu ya anga. Wapo wanatangatanga juu ya anga kama waganga Sumbawanga. Hii dunia kuna watu wana mikosi, ni balaa. Tairi limewasaliti, alafu pia zile pale njemba bado zinawasaka. Mara wakajikuta wamefika anga za juu kabisa na kukutana na ndege za kivita. Marubani walishtuka baada ya kuona pikipiki zinachochora juu ya anga kama vile ndege. Na sio tu kuchochora, bali imeipita ndege na kuiacha. Rubani wa ndege za kivita akaanza kuifukuzia pikipiki, maana una mashaka uje kuona kitu kama hiki hapa, kuone kitu kigeni kabisa. Inawezekanaje pikipiki kapaa juu angani kama ndege? Mmoja wao akawa anataka kuishambulia pikipiki. Anasema wao watakuwa chao wanasafiri masafa ya mbali kwenda kukaba. Ilibaki kidogo tu mafuataki anze kurushwa, lakini baada ya kuitazama kwa makini wakagundua ni pikipiki ya kawaida tu. Kampiata na Nyongolima kuona huku juu upepo unaumiza na kuwachapa, wakaelekezea pikipiki chini ili iweze kushuka ardhini. Lile tairi ambalo lilichomoka kwenye pikipiki yao bado lipo huko chini, linaendelea na safari. Wakaishusha pikipiki usawa wa tairi na kulipachika. Wanalifukuzia tairi la mbele nalo walipachike. Alamu ya kuishiria mafuta yameisha, ikaanza kupiga kelele na lia ti 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 ti. Yapo inawaambia kwamba mafuta tele yameisha nyuguka, yamekwisha kabisa. Haya. Alafu kufika pale finish imebaki yani kidogo. Ile wanataka kupachika tairi la mbele. Pikipiki karipuko karushwa mpaka kule kwenye finish. Na hiyo ndio ikawa ushindi wao. Lakini kama pikipiki singelipuka na kurushwa kule mpaka kwenye finish, sidhani kama wangeza kupata ushindi na kuwa washindi wa kwanza. Wameshinda, lakini wameshinda kwa mbinde kweli kweli. Na wapo ndo mwisho kabisa wa katuni yetu hapa ambayo inaitwa Crazy Racer. Ciao.